Nikamuuliza kuhusu mishahara, kwa sababu sio mshahara sasa tena. Kwanza nikamwambia akaunti yake ile ya mshahara haifanyi kazi, na yeye anasema mmeifunga, ndio, na kwamba hajawahi kupata tena mshahara. Sasa yeye rais akasema sisi hatuna mamlaka ya kufunga akaunti, hatuna mamlaka ya kufunga akaunti, lakini mishahara hatuwezi kumlipa, na hatuwezi kumlipa mtu ambaye hafanyi kazi. Sasa nikamuuliza kama nyinyi mmemkuta hana tatizo, kwa nini msimlipe? Kwa sababu alikuwa amesimamishwa kwa sababu ya uchunguzi umebaini. Lakini hata kabla ya hivyo, kwa sheria hii unashindwa kimsingi hilo sikumuuliza, lakini mimi tu najihoji kwa sheria hii, ukimsimamisha mtu, kwa sababu sheria zinazotawala nchi hii ni sheria ya ajira na mahusiano kazini, na mtu yeyote anaposimamishwa kazi, mfanya kazi kwa uchunguzi analipwa mshahara wote. Zamani walikuwa analipa nusu mshahara, lakini sasa hivi analipwa mshahara wake wote, kwa sababu anayechunguza ni mwajiri, ili achunguze haraka yale malipo atakuwa anamlipa na afanyi kazi, yatamuuma ili aweze kumlipa mapema. Lakini yeye alisisitiza siwezi kumlipa mtu ambaye hafanyi kazi. Kwa hivyo sikuingia kumuuliza kwa sheria hivi, kwa sababu ameshasisitiza na kweli hamlipi mshahara. Okay. Sasa nikamuuliza mmemwandikia barua ya kuonyesha kwamba tuhuma zilikuwa ni hizi, lakini tumebaini kwamba tuhuma hizi hazihusiani na wewe. Kwa hivyo samahani kwa usumbufu ambao umeupata. Umemwandikia barua namna hiyo, kwa sababu lazima barua ambayo mimi Israel niambia alipata ni kwamba alikuwa anatakiwa aende mbele ya kamati ya maadili kuomba radhi. Wewe unaniambia kwamba nyinyi mmeshamaliza hilo swala. Sasa mimi nikarudi kwa Israel, nikamuuliza. Israel akasema, baba, kashfa niliyopewa ni kubwa. Ni kweli. Yaani imeniharibia kabisa. Ni kweli. Kwa hivyo napaswa kusafishwa. Yanga wanapaswa kutoka nje, aidha waniandikie mimi barua ambayo mimi nitaitumia